Muna the gift child. Jamaa akampatia Muna pesa za kutosha, lakini Muna kazikataa. Mama Muna alikuwa ameshazoea kazi anayofanya kwenye nyumba ya huyu mzee ni kufua, kuosha vyombo na kusafisha nyumba tu. Lakini leo bosi wake kamwambia, tunaweza kuongeza kipengele cha kupika. Haina shida boss, ninao muda wa kutosha. Unaweza kupika? Ndiyo boss, naweza kupika. Tena hauhitaji kuongeza mtu mwingine kwa ajili ya upishi. Una uhakika? Ndiyo boss. Basi chukua hii pesa ukanunue mahitaji yote ya kupika. Wewe ndo unajua cha kununua. Haina shida boss. Na vipi kuhusu mwanao Muna? Anaendeleaje? Yupo vizuri tu. Afu mwanao anaonekana ana akili sana. Ndiyo boss, Muna ni kama zawadi yangu alionipa Mungu. Ana akili mno. Basi chukua na hii hapa pesa. Hapana boss, hii ulionipa inatosha kwa kununulia mahitaji. Najua, ila chukua kwa ajili ya matumizi madogo madogo ya mwanao Muna. Hey, asante sana boss. Baada ya hayo maongezi, mzee akaenda zake kukaa nje, huku mama Muna akazipachika zile pesa sehemu ambayo wanawake wengi wasiokuwa na vipochi huwa wanawekaga. Sasa kumbuka, Muna alikuwa anadaiwa pesa ya ada shuleni anaposoma. Kumbe yule mzee ambaye ni bosi wa mama yake na Muna alienda kumlipia. Muna ndo kaja huku jikoni akiwa na furaha mbio mbio na kumwambia mama yake kuwa bosi wako kanilipia pesa ya ada niliyokuwa nadaiwa. Lakini mama akawa kama vile haamini, akamuelewesha sana mpaka akaelewa. Kisha Muna akamwambia mama yake kuwa waende kumshukuru huyo mzee. Wakatoa shukurani kama zote, ila swali la kujiuliza, hivi huyu mzee anafanya haya yote kwa sababu gani? Tutajua tu, ngoja tuendelee. Baada ya hapo mama Muna alienda kumwambia mme wake kuwa bosi wake ameshamlipia Muna pesa aliyokuwa anadaiwa shuleni. Baba Muna alifurahi sana, lakini kama mwanaume anayejitambua lazima aufikirie huo msaada vizuri. Kwa hiyo alifurahia huo msaada, lakini akiwa na maswali mengi kichwani mwake. Leo wakati mama Muna akiwa anaendelea na kazi yake ya usafi, bosi wake akamwita mlinzi. Gari langu nahisi kuna vitu vimeanza kuchoka, kwa hiyo ingekuwa vizuri ungemwita fundi akaja kufanya service ya gari langu hapa hapa, kwani hakuna fundi wa magari ambaye unamfahamu. Kabla ya mlinzi hajamjibu boss, mama Muna akadakia, mme wangu anaweza boss, anaweza kutengeneza gari. Ndiyo, ana taaluma ya kutengeneza magari. Basi mwite aje atengeneze. Sawa boss. Mama Muna akampigia simu mme wake chap chap aende kufanya kazi. Wanawake wengine mjifunze hapa, kama umeona sehemu fulani kuna fursa ya kazi na unajua mme wako anajua kuifanya hiyo kazi, hebu muunganishe bana. Huo ndo upendo wa dhati. Kama hivi mumeo anaendelea na kazi, unamletea kinywaji kidogo kwa ajili ya kumpoza. Nimeipenda kazi yako, sikutegemea kama utaweza kufanya kazi kwa ubora hivi. Unanidai shingapi sasa? Naomba naira 12,000 tu. Naira 12,000? Ndiyo boss. Sawa, haina shida, ila kwa sababu nimeona una uwezo mkubwa wa ufundi magari, nataka nikununulie eneo kubwa ambalo na wewe utaanzisha sehemu yako ya ufundi magari. Mwanamke alivurukaruka kwa furaha sasa. Kweli anampenda mme wake. Mungu akubariki sana bosi wangu. Nitajia namba yako ya kupokea pesa. Mzee akatuma mkwanje chap chap. Sasa usiku umefika. Mzee akiwa amepumzika sebuleni akamuita mlinzi na kumuuliza, unamuelezeaje Muna? Sasa kwa kuwa mlinzi alikuwa anakaa na Muna mara kwa mara, akamwambia mzee kuwa ni binti mwenye akili sana, mcheshi, muelewa na ni binti mwenye ndoto za kufika mbali zaidi. Mzee akasema sawa, hivi lengo la huyu mzee ni nini? Haya bana, nilijua tu huu msaada anaotoa huu mzee kwa wazazi wa Muna sio wa bure. Na hapa mama Muna yuko anamwambia mme wake kuwa bosi wake anataka kumuoa mtoto wao ambaye ni Muna, na mama Muna kwa tamaa za pesa yeye yuko tayari kumuozesha binti yake kwa yule mzee, lakini mme wake hayuko tayari hata kidogo. Nasemaje? Utake usitake, mtoto wetu ataolewa na bosi wangu. Hapa wamemuita binti wao ambaye ni Saporo. Mama, baba, kuna tatizo gani? Mbona mmeniita? Kuna tatizo kidogo tu. Hakuna tatizo lolote. Kwa hii hali itakuwa vizuri zaidi mama yako ndo akakwambia kwa kinywa chake yeye mwenyewe. Baba, kitu gani kinaendelea? Mbona sielewi? Bosi wangu amempenda Muna, kwa hiyo anataka muoe. Saporo ikabidi acheke kwanza. Mama, upo serious kweli? Sasa mimi na wewe tumeanza kutaniana lini? Yaani unamaanisha yule mzee ndo amuoe mdogo wangu? Kwani kuna shida gani? Mama, Muna bado mdogo kiumri. Ana miaka 17 tu na pia anasoma. Ana ndoto zake za kutimiza na bado hajatimiza. Ndiyo kabisa, bado mdogo. Ndo nimeshaamua, mtake ama msitake, lazima Muna aolewe na bosi wangu. Mama anawaza maukoto tu. Umaskini mbaya ise. Muna baada ya kupewa hizo taarifa yupo analia tu muda wote. Alipofika shuleni akaenda kuwaelezea rafiki zake, wakawa wanamliwaza tu. Jamaa anayedai kuwa anampenda Muna kaja akamkuta Muna analia, akauliza kitu gani kinaendelea? Wakamuelezea kisha wakaondoka zao. Leo mama yupo anamshawishi mwanae tu ili akubali kuolewa na yule
kikongwe kwa kumwambia kuwa akikubali kuolewa hatoacha shule, ataendelea kusoma na maisha yao yatakuwa mazuri. Pia atatimiza ndoto yake ya kufika chuo kikuu. Mama, kama unataka pesa hakuna shida, mimi niko tayari kusoma kwa juhudi zote. Nikishamaliza shule nitatafuta kazi na nitaanza kukulipa, lakini mimi sitaki kuolewa. Hapana mwanangu, mimi sihitaji unilipe chochote, lakini nafanya haya yote kwa ajili yako. Nataka nikutengenezee maisha mazuri ya baadaye. Muna alikubali kuolewa kwa kishingo upande tu. Muna siku ya kwanza kwenye ndoa, mzee anaingia chumbani hamuone mke wake, akaanza kumuita. Kumbe Muna akajifungia chooni. Abe, unafanya nini huko? Niko naoga. Sasa kwa nini ufunge mlango? Sijavaa nguo. Sasa kama hujavaa nguo ndo ufunge mlango? Wewe ni mke wangu. Fungua mlango. Muna ikabidi atoke chooni tu. Usiku wakiwa kitandani, mzee anataka kitu roho inapenda, lakini Muna anamkwepa tu. Mzee anaona hakuna shida, ngoja mvumilie tu, lakini anajaribu kumtekenya kidogo. Muna anaona kero tu. Akienda shule wanafunzi wenzake wanamcheka. Hata yule kijana aliyekuwa anasema kuwa anampenda Muna, eti leo anamkejeli. Sasa mtoto wa huyu mzee amerudi kutoka Marekani kuja kumtembelea baba yake, na hapa ndo anamtambulisha. Baba, huyu ni nani? Oh, ni mke wangu. Jamaa inabidi acheke tu. Baba, hembu acha kunitania bana. Mimi sikutanii, niko serious. Akaona ngoja muulize binti mwenyewe. Eti binti, unaitwa nani? Naitwa Muna. Na ni nani kwa baba yangu? Mke wake. Jamaa akacheka sana. Baba, kitu gani hiki unafanya? Kuanzia leo huyu ndo mama yako, inabidi kumheshimu. Sawa, haya twende nikakuonyeshe chumba chako. Na hapa wazazi wa Muna wameshanunuliwa nyumba mpya na yule mkwe wao ambaye ni yule mzee aliyemuoa Muna. Sasa leo Mwamba akamuita Muna wajadiliane kidogo. Muna, hivi ulikuwa tayari kuingia kwenye hii ndoa? Muna akamjibu, hapana, ila mama yangu ndo amenilazimisha niingie kwenye hii ndoa kwa sababu ya tamaa zake za kupata mali. Jamaa akasema basi nitakusaidia kutoka kwenye hii ndoa. Muna alifurahi sana. Muna siku leo alikuwa ametimiza miaka 18. Kwa hiyo mme wake akawa amemwandalia zawadi ya keki. Lakini Muna akaona haya mambo yataendelea mpaka lini? Akaona liwalo na liwe. Akamwambia ukweli mzee kuwa hampendi na anajiona hayupo huru, kwa hiyo anaomba talaka. Ilikuwa ngumu kwa mzee kuelewa, lakini hata mwanaye alimshawishi amuache tu, kwa sababu hata yeye hawezi kumwita mama binti ambaye anamzidi umri. Na mwisho mzee alikubali kumuacha Muna, na hapa amerudi kwa wazazi wake. Pia ile nyumba walionunuliwa na yule mzee waliachiwa. Huu ndo mwisho wa movie hii inayoitwa Muna the Gift Child. Tukutane kwenye movie nyingine. Naitwa Clever na hii ni Clever TV.